wapo Tale na Said Fera wameshamchuna sana Zediato MB Dogi. Hiyo ndo sasa kumbukizi kipindi wanaenjoy wanakula bata. Ila sasa hivi sasa mkubwa Fera hata hiyo juice hawezi kuinywa. Kweli? Ananyweshwa. Umezipata wapi hizi na Konki Master Anko? Mambas 24 ulipo tupo. Namulika. Hii ni Russia. Mimi ni Putin. Yaani Marekani tunajua ilipo, nchi za Ulaya zilipo tunajua. Na wanachokifanya na mipango tunajua. Kwa hiyo Mambas 24 naposema Mambas 24 no sleep maana yake hatulali. Mambas 24 haikwepeki. Ukijifanya unabetua mdomo, makombora yako tayari. Ni kiasi tu cha kuanza kulipua, kuyaachia. Na ndio maana huyo Chichimani kaingia mitini. Nimepiga makombora mawili tu. Barabara ya 4 kwa Othmani na wizi wa simu nduki. Na bado yapo. Yapo kweli? Yapo mengi. Silaha 3 tukapiga la chuo kikuu. Tulipiga Mzumbe, tukapiga wizi wa simu na Mwarabu Othman barabara ya 4. Haya matatu. Ila kwa kuwa ameamua kuonesha busara, anasema kuna watu wamemkataza asiendelee na haya mambo. Katazwa makombora amekuzidia, sio amekatazwa. Uwezo ukashindana makombora Mambas 24. Yapo mengi. Akibetua tu mdomo. Ngoja nikwambie kitu kimoja yangu. Kitu hapo. Ulishawahi kuishi kijijini? Nishawahi kuishi. Kijijini ulishawahi kutumia choo kile cha tundu? Sana. Mimi nimezaliwa kijijini. Ndio, hata nimeshawahi kutumia. Ndio. Ushawahi kutumia? Choo cha tundu kile kikijaa. Si mpaka kinyesi kinakuwa juu mpaka funza, si ndio? Ukienda kujisaidia ukishusha gogo hivi tu, si anakurukia. Si ndio? Dawa ya kuteketeza hicho choo ili kinyesi kishuke chini na sikitoe harufu ni nini? Majivu. Na kingine ambacho ndio super duper kwa kijijini haraka ni majivu, kwa sababu wanapika kila siku, sawa. Lakini kingine kabisa, ili majivu ile ni kukata harufu, ndio maana unamwaga pale juu ili kinyesi kititie kirudi chini. Ni nini? Mjini wanaijua wenye vyo vya hivyo. Ni oili chafu. Na oili chafu ni nani? Anko. Nakuuliza, oili chafu ni nani? Oili chafu ni wewe. Sasa mimi ni oili chafu. Uwezo oili chafu kuichafua itakuchafua. Kama kinyesi kinatitia. Sembusa mwenye mashafu kama nguruwe poli kima kibuyu. Utatitia. Na yoyote ukijifanya unabetua mdomo, unaonuka kinyesi, mimi ndo ile chafu, nitakukausha. Kama kinyesi kinatitia chini kwenye choo kilichojaa, you better watch your back. This is Mambas 24. Kwa yale matukio ya shemeji yetu kuonekana sehemu za starehe, ndugu tuseme baadhi ya marafiki walimtetea akisema, sasa wewe mtu unauguza kila siku una huzuni tu, kila siku una huzuni tu, unashindwa hata siku kujifariji, kujiliwaza kidogo, katoa uzuru kwa mgonjwa, waliobaki wawepo wanamtazama, wewe kama mnyalikwa kwenye harusi kwenye nini unatoka, sio dhambi? Nafikiri watu wengi kutoka sio kosa, inategemea na masaa. Sababu nakuta wewe ni mama, inabidi utoke, mna biashara zenu, ukacheki urudi. Ni sawa sawa tu mgonjwa yuko ukalazo hospitalini, uwezo ukakaa hospitalini pale pembeni ya kitanda, kuna muda inabidi urudi nyumbani ukafanye mitikasi hiki na hiki, labda kuna dawa zinatakiwa, ubadilishe nguo urudi. Swala ni kwamba mgonjwa anahitaji watu wa kupishana shifti. Kwa hiyo anaongelewa kwamba jamaa kafungiwa ndani harusi, kuna mtu kumuona yuko ndani na nini, shaneleo. Majirani wanaongea, ndugu zake Said Fera wanaongea, ndio maana hiyo issue imekuwa kubwa, kwa sababu wanaongea ni ndugu zake Said Fera,
sio Konki Master, sio oil chafu. Majirani wanaongea hicho kitu. Kwa hiyo na ndio maana nyinyi waandishi wa habari, mimi sikai Temeke, mimi niko huku Bahari Beach. Hizo zote mnazoziona kwenye vyombo vya habari, waandishi wa habari wanaenda Temeke, wanaambiwa, na kuna watu hawataki kuonekana kwenye, lakini wanaongea. Kwa hiyo watu wa Temeke ndio wanalijua vizuri zaidi, lakini mimi najikita tu kwenye swali lako kwamba hata mimi ningekuwa kitandani hapa hoi binti Abani, kila kitu namaliza kitandani, binti yangu Maria yuko hapa, hawezi tu kukaa na mimi muda wote. Ushaelewa? Mimi sifanyi kazi, siingizi pesa yoyote. Kwa hiyo inabidi wewe anatoka, hata kama anafanya kazi, ana biashara yake, anatoka anaenda nini anarudi, lakini kuna kuwepo na mtu wa kumwangalia mgonjwa nyumbani. Sasa hayo yanayozungumziwa kwamba anakula bata ni kwa sababu na wengi wanadai kwamba wanamuona sana mpaka usiku wa manane saa 9 sehemu za bata. Hilo ndio tatizo. Hata kama unataka kupiga moja, huyu mwanamke anakunywa pombe kwani? Sina hakika. Mimi najua Said Fela, Babu Tale hawanywi pombe. Kwa Wasafi pale Said Fela, Babu Tale hawanywi pombe. Shanaelewa. Pale ni Salamu SK na Diamond ndio wanakunywa pombe. Kina Rukamba ndio wanakunywa pombe. Said Fela maisha yake yote, Babu Tale hawanywi pombe. Sasa sijui kama mwanamke kama anakunywa pombe, na wakati tunasafiri kwenye train tunaenda Kigoma kwenye tamasha la Diamond, walikuwa na Said Fela tunapiga story, sikumwona na pombe. Sasa hizo sehemu za starehe unakesha hadi saa 9, saa 8, saa 10 afu haunywi pombe, starehe gani sasa? Anakunywa juisi. Kama hiyo video clip inavyoonyesha. Kwani hapo wakati Said Fela anakunywa juisi, mwanamke alionekana ana pombe? Hapa ana pombe. Cheers wametumia glasi tu zenye juisi. Basi hilo nakupa homework, ukamuulize mke wa Said, unatumia pombe? Kwa nini watu wanakuona saa 8 mpaka saa 9 unarudi nyumbani asubuhi? Alisema kwamba yeye ndo maisha yake hapo humo kwenye kutafuta riziki, na maana ana baa. Anashinda kwenye baa yake. Okay, sasa wanavyodai kwamba wanamuona baa tofauti, kwa hiyo hizo baa zote ni baa zao. Wana baa yao. Sasa hizi baa zingine zote kwenye Vitasa, mara Mlimani City, kwenye nini ya wanawake inaitwa? Okata. Kibao kata Mlimani City mpaka saa 8 usiku, na Mlimani City ni ya kwenu. Kwenye Vitasa kwenye pambano la ngumi mpaka saa 8 usiku, hilo pambano la ngumi uliandaa wewe. Kwa hiyo mimi huaga najaribu sana unajua mimi sipendagi mwanamke anyanyasike. Sipendi sana kumuongelea huyo mwanamke vibaya. Na ndio maana hata kipindi cha Mwijaku anaachana na mwanamke wake, sio anafuza kwa nyumba, mlishanifanyia interview. Nilisemaje? Siwezi kumuongelea mke wa Mwijaku. Sijawahi kukaa naye, simfahamu, simjui, na mtoto wao. Sababu nikimuongelea vibaya mke wa Mwijaku wakati simjui, sijui makando yake, nikaanza kumsingizia eti ni kiki, nitamuumiza mtoto wake, na mtoto wa Mwijaku atafanya nini? Atanichukia. Alafu nitakuwa nimetenda dhambi kumzungumzia uongo mke wa Mwijaku. Nilikataa kwenye interview. Uongo kweli? Kwa mimi Mwijaku ninavyomuongelea napiga kwenye mshono kwa sababu ni ukweli. Sasa mke wa Said Fela na Sabrina binti yake, mtoto wa Said Fela ni binti yangu pia. Kwa hiyo siwezi kumshambulia Sabrina kwa sababu ni binti yangu. Siwezi kumshambulia mke wa Said Fela. Na ndio maana hata interview ya kwanza kabisa nilisema ni mwanamke anayejiheshimu, tulisafiri naye kwenda Kigoma mpaka kurudi hivyo. Sasa haya yanayoendelea kuja, kwa sababu na vyombo vya habari vingi viko Temeke na vyombo vingi vinanipigia mimi simu, bwana, jana mwanamke tumemwona ba fulani, sijui tumemwona wapi, tunataka tuje tukoje. Ni hivi, sio? Umeelewa? Ni vyombo vya habari vingi vinavyonisumbua, lakini nashindwa kwa sababu siko Temeke. Mimi sikai Temeke, wasanii wa Temeke wapo na wote wakifuata na vyombo vya habari wanakataa. Sasa mimi ya Temeke ya kwamba alikuwa ba fulani, sijui usiku wa manane alikuwa wapi, siwezi kuyazungumza. Kuna wanatemeke wapo hapo wakina Kiboya, sababu Kiboya mke wa Said Fela
ndo alimfungisha ndoa Said Fela huyo Kiboya. Kiboya ni mtu ambaye ndo aliyewatoa wakina Jumaneche TMK wanaume, ikaanzisha TMK halisi. Hata kwenye video ya Ndege Tunduni Kiboya yupo. Kiboya amekuwa ni Mtanzania ishi South Africa for many years. Anaingiza magari hapa yale mabenzi manini. Kampeni za Forza J kupata ubunge Kiboya kahusika. Sugu Kiboya kahusika. Kwa hiyo Sugu Forza J sasa hakuna msanii legendary asiyemjua Kiboya. Msanii legendary hakuna asiyemjua Kiboya Temeke nzima. Ni mukaburu ule kaka South for many years. Na akirudi Tanzania na support Bongo Flava. Na sasa hivi yuko hapa. Kwa hiyo Kiboya ndo kaofungisha ndoa Said Fela na mke wake. Kiboya ndo kaoa ndugu yake, yani mke ya Kiboya ndo ndugu yake na mke wa Fela. Kwa hiyo nafikiri haya ya kukesha mpaka saa 8 usiku is better uende kwa nani? Kiboya. Uende kwa majirani. Mimi nitakuwa mdhambi nikiazungumzia Temeke wakati mimi niko Bali Beach. Lakini demand ya vyombo vya habari, jana alikuwa sehemu fulani, mimi hata ya Kibao Kata ni waandishi wa habari ndio walioniambia Mlimani City. Mimi sikuwepo na wala sikuona kwa sababu mimi siko kwenye Instagram wala TikTok. Unajua ndio nilivyosema kwamba I can shine, naweza kuwika bila Instagram wala TikTok. Kupitia Bongo 24 dunia nzima inanisikia. Uongo kweli? Kwa mimi siko busy na Instagram, siko busy na TikTok.